Na sasa ni Zanzibar. Visiwa vya marashi ya karafuu, utalii pamoja na uchumi wa buluu. Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaendelea kuomba ridhaa kwa Watanzania ili kuendelea kuwahudumia katika nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kufanya mikutano 43 katika mikoa 10 Tanzania bara, ikijumuisha mikutano ya hadhara na ile ya kusimama njiani, hatimaye huu ni mkutano wa 44 akiwa hapa Zanzibar. Sasa ni zamu ya Zanzibar. Nimekuja huku Zanzibar pia kuomba kura zenu. Wanasema sadaka huanza nyumbani, si ndio? Lakini na baraka zinapatikana wapi? Nyumbani. Na ndio maana nimeamua kuanza na uwanja wa nyumbani. Nimekuja Makunduchi, uwanja huu wakajengwa, kuomba baraka za nyumbani. Hii ni Zanzibar. Maelfu ya wananchi wako tayari kumpokea Dr. Samia na kusikiliza sera zake. Rais Samia ameweza kusimamia wajibu wake katika kila kona. Mimi nafikiria Makunduchi kulikuwa hakuna barabara ambazo unaweza ukaingia ndani kupitia lami, lakini saizi kote mama katandika lami kama tuko Ulaya vile. Hospitali, afya kaijenga, kaiboresha vizuri, palipoharibika anatengeza, palipokaa upande anaika sawa. Hatujali hususan kina mama, wanawake, wazazi, tuko nyuma. Hatujali kwa maendeleo, kwa kila kitu, kwa mikopo, kwa misaada kila aina. Alizungumza kwamba mimi nitawajengea hospitali, na tumeiona Kizimkazi pale, hospitali kubwa tena basi inaoboreshwa kisasa kabisa na huduma zinaonekana, huduma za kisasa. Rais Samia analeta maendeleo ya nchi. Tunaona kuna maji safi, kuna barabara, kuna mashule, kuna kila kitu, kuna miradi mingi anatuwezesha vijana, tunapata mikopo isiyo na riba. Anapenda umoja, maendeleo, tayari maendeleo, mmoja na mshikamano. Kwa hivyo kutokana na kutuletea maendeleo, tunamridhia kumpa mitano tena Mama Samia. Na hawa ni wagombea ubunge Zanzibar, wakiweka bayana utumishi wao utakavyokuwa ikiwa watapatiwa ridhaa ya kuwatumikia wananchi. Mambo tumeyaona Mheshimiwa Dr. Samia, Dr. Hussein, mnafanya kazi kubwa sana ya kuimarisha muungano wetu, lakini pia ya kutuletea maendeleo mbalimbali. Tumeshuhudia mambo mbalimbali ya kimaendeleo yafanyika. Tumekuja huku leo jimbo la Makunduchi, tutizame barabara iliyotoka kule Koba kuja hapa kajengwa na inaendelea kwa njia ya mtende. Ni maendeleo makubwa ambayo yamepatikana hapa Zanzibar. Si hivyo tu, miundombinu ya elimu alhamdulillah imeimarisha Tanzania nzima, na hapa Zanzibar Dr. Hussein amesambaza elimu katika maeneo yote. Yamejengwa majengo ya ghorofa katika maeneo mbalimbali. Katika kipindi hichi cha miaka 5 iliyopita, tunajivunia sana umoja na mshikamano na amani ambayo ipo katika nchi yetu. Na hii kama sio nyinyi viongozi wawili, basi tusingekuwa nayo. Lakini tunawashukuru sana na tunajivunia sana kwamba mmeendelea kuendeleza utulivu na amani ambao upo katika nchi yetu. Lakini la pili, tumeshuhudia mapinduzi makubwa katika sekta tofauti tofauti. Tumeshuhudia mapinduzi katika uchumi, na hasa hapa kwetu uchumi wa buluu,
Dr. Hussein amefanya vizuri sana, na tunaamini katika miaka 5 ijayo anaenda kumaliza yale ambayo amepanga kufanya katika uchumi wa bluu. Lakini jengine, tumeshuhudia ongezeko la ajira kwa vijana katika sekta tofauti ikiwemo hii ya uchumi wa bluu. Vijana wengi hasa wa mkoa wa Kusini Unguja wamepata ajira nyingi sana katika sekta hii. Vijana oye! Vijana vijana ra! Lakini pia ni daktari wa ubunifu, amebuni mambo mengi Zanzibar, yakiwemo visiwa kupata tija, pamoja na mambo ya maendeleo ya elimu, maji, pamoja na mabarabara. Sisi kule jimboni kwetu ametufanyia mambo mengi sana, na hivi karibuni atatuletea michipuo ya kilimo, itajengwa Bambi, pamoja atajenga na vocational training Koani. Mambo mawili makubwa yanayotuhakikishia ushindi ni umoja na mshikamano ndani ya chama chetu, na la pili ni namna ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Hakuna kijiji, hakuna mtaa, hakuna jimbo, hakuna wilaya, hakuna mkoa ambapo maendeleo hayajagonga hodi na maendeleo hayajaonekana. Makada wa CCM wanabainisha kuwa CCM iko madhubuti kuwatumikia Watanzania wakati wote. CCM inahubiri maendeleo na umoja wa kitaifa. Tanzania hapa tulipata changamoto ya maradhi makubwa ya korona, na katika wakati ule ulipewa fedha trilioni 1, wakakwambia ununue barakoa, vitakasa mikono na vitu vingine. Wewe na uongozi wako mkakataa, mkasema hapana, kama kwa matumizi yenyewe ndio hayo, haiwezekani. Lakini kwa uongozi wako uliotukuka, wewe ukamkabidhi Daktari Hussein Hassan Mwinyi shilingi bilioni 240. Leo nataka nikwambie Dr. Mwinyi zile fedha amezitumia kama ilivyopaswa, na amezitumia kwa maslahi makubwa ya Wazanzibari, tukiwemo vijana wa mkoa wa Kusini Unguja. Yaani si heshima tu kwa Tanzania au Afrika, bali hata nje ya Afrika. Mama Samia ameheshimisha nchi yetu ya Tanzania na ametuheshimisha Wazanzibari. Kwa hiyo tuko tayari sasa kumpokea kwa mikono miwili na kumhakikishia kwamba kwa yale ambayo aliyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan hatuwezi kumlipa. Malipo yetu sisi ni kumwombea kwa Mungu, na ifikapo Oktoba 29 ni kwenda kutiki tu. Kwa kweli wananchi watarajie Zanzibar ya ile ambayo ilitarajiwa na wazee wetu waasisi wa mapinduzi wa visiwa hivi vya Zanzibar. Walitamani sana kuona kwamba Zanzibar iko kama vile nchi ambazo zilishaendelea kama vile Singapore. Mara nyingi tunatoa mfano kabisa Singapore, na hilo linawezekana. Tumeona sasa miundo mbinu ya barabara ilivyonyoka, tumeona sasa hivi namna hoteli zilivyoongezeka na watalii wanavyomiminika siku hadi siku kwa sababu ya ubora na uzuri uliopo Zanzibar. Imarisha mazingira ya uwekezaji. Wewe mwenyewe ulikuwa mstari wa mbele kupitia filamu ya The Royal Tour kuhimiza, kuonyesha ni namna gani Tanzania inaweza ikafanya mageuzi katika sekta ya utalii na hivyo kujenga msingi imara. CCM oye! Mheshimiwa, katika R4 kuna dhana ya kujenga upya, na umejenga upya. Umekamata nchi yetu katika mazingira yalikuwa na changamoto. Umekamata uongozi wa nchi yetu ukiwa na miradi mikubwa ya kiuchumi. Ulifanya mageuzi ya utekelezaji, ukafanya mageuzi ya ukamilishaji. Yote hiyo ni R4. Mheshimiwa, falsafa hii ni muhimu sana kwa nyakati ambazo dunia inakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kijamii. Falsafa 4 ni dira ya taifa, na katika dira ya taifa kuelekea 2050 falsafa hizi zimezingatiwa. CCM imetekeleza kikamilifu ilani yake ya 2020-2025 na sasa inanadi ilani yake ya 2025-2030. La kwanza ni kuhimiza amani, umoja, mshikamano na maridhiano katika nchi. Hiyo ndio sera namba 1 ya Chama cha Mapinduzi. Ukiangalia ilani yetu utakuta hilo ndio la kwanza, na sote tunatambua bila ya amani,
bila ya umoja, bila ya mshikamano katika nchi, bila maridhiano, mengine yote tunayoyataka hayatowezekana. Kwa hivyo mkimsikia mtu ambaye anasema kinyume na hayo, mjue huyo hatutakii mema. Tuendelee kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi kwa sababu sisi ndio wahubiri wakubwa wa amani katika nchi yetu. La pili, ndugu zangu, yamesemwa hapa kuhusu utekelezaji wa ilani za uchaguzi ya Muungano na ile ya Zanzibar. Tumetekeleza kwa kiwango kikubwa, tuliahidi na tumetekeleza. Nikichukua nafasi hii kwanza kulisema moja moja itanichukua muda mwingi sana, lakini wananchi nyinyi hamuhitaji kuelezwa, yanaonekana. Ukitoka mjini kuja huku utayaona mambo mengi sana ambayo tumeyatekeleza. Kwa hivyo sina shaka kabisa nyote mnaridhika na utekelezaji wa ilani zetu. Kule bara mambo makubwa yamefanyika, huku Zanzibar mambo makubwa yamefanyika, na inshallah katika awamu ijayo makubwa zaidi yatafanyika. Na hivi ndivyo CCM itakavyoitumikia Zanzibar ikiwa itapatiwa ridhaa. Tunapozungumzia mafanikio yanayotokana na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi hapa Zanzibar, hali ilivyo ndivyo ilivyo kote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana tumejiamini na tumepata ujasiri wa kurudi tena kwenu, ndugu wananchi, na kuomba ridhaa na dhamana ya kuiongoza nchi yetu kwa miaka mingine mitano ili tuipeleke kwenye mafanikio makubwa zaidi. Chama cha Mapinduzi tumeweza, tumefanya, tuliahidi, tukatekeleza. Tunaahidi makubwa zaidi, na nataka niwaambie tutatekeleza. Tunajiamini na tuna kila sababu ya kuja kwenu kwa ujasiri kabisa kuambia tunaweza, tupeni, tutatekeleza. Mambo ambayo CCM imejipanga kuyafanya kwa miaka mitano ijayo kwa upande wa Zanzibar yapo kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030. Mafanikio mengi yamepatikana tangu mwaka 2020, na muhimu zaidi ni yale ambayo tumeyatekeleza kwa ushirikiano kati ya serikali zetu mbili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kabla sikuyataja mafanikio hayo, naomba mniruhusu niseme machache sana kuhusu muungano. Kwanza, jambo la kujivunia ni kwamba tumeweza kuenzi kazi kubwa ya walioifanya waasisi wa muungano wetu, baba zetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abedi Karume. Tangu mwaka 64 tumeweza kuenzi muungano wetu. Mafungamano kati ya pande zetu mbili yameendelea kukua, yamekuwa kifamilia, yamekuwa kijamii, yamekuwa kibiashara na yamekuwa kiuchumi, mbali kisiasa, ambao ndio ulikuwa msingi wa muungano wetu. Tumeweza kuukuza katika nyanja zote hizo. Naweza kusema sasa umekuwa muungano wa udugu wa damu zaidi kuliko vigezo vingine vyote. Pamoja na muungano wetu tumeweza kulinda uhuru na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na hali kadhalika kudumisha umoja, amani, na utulivu nchini. Hizi ndizo tunu kuu na za msingi kwa maendeleo ya taifa letu, na hizi niwaambie, tutazilinda kwa bidii zetu zote, kwa bidii kubwa. Tunakwenda kulinda tunu ya muungano, amani, utulivu na amani ndani ya nchi yetu. Sifa hizi ndizo zimejenga taifa la Tanzania na utambulisho wa kipekee kikanda na kimataifa. Imekuza uhusiano wetu wa kidiplomasia na kutufanya kuwa mbia muhimu sana na wa kutegemewa duniani. Na hii imefungua milango ya ushirikiano na fursa zaidi kwa Watanzania. Sasa hivi Watanzania huko duniani tunatembea kifua mbele. Kitaja Tanzania mtu anakuuliza Mama Samia, ndiyo, taifa linajulikana. Hivyo basi, katika jitihada za kuhifadhi urithi
na kujenga uelewa wa muungano kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tunakoendelea mbele, na mkitupa ridhaa ya kuendesha nchi hii, tunakwenda kuanzisha kituo cha kumbukumbu na nyaraka za muungano wa Tanzania, wa Tanganyika na Zanzibar, muungano wa Tanzania, ili iwe ndio kituo ambacho vijana wetu na watu wote wanaotoka nje waingie, wasome na wajue muungano wetu una maana gani, umeanzaje na tunauendeleza vipi. Muungano oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania oye! Ndugu zangu, jengine ambalo nataka nizungumze nanyi leo ni swala la utulivu wa kisiasa na amani ya nchi yetu. Tunaingia kipindi cha uchaguzi. Mwanzo nilipokuja kujitambulisha, ahadi kubwa niliyoitoa ni kuifanya Tanzania iwe na amani na utulivu. Na nilipotembelea kisiwa cha Pemba, kubwa waliloniomba wazee wa Pemba kufanya uchaguzi kwa amani na utulivu. Na hili ndilo nalotaka nilitilie mkazo. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu kwenye nchi yetu. Ninawaomba sana twende tudumishe amani na utulivu. Uchaguzi si vita, uchaguzi ni tendo la kidemokrasia. Ni watu kwenda kwa utaratibu uliowekwa, kuweka kura zetu, rudi nyumbani, katulie, ili nchi ibaki salama. Sasa si muda wote kushika silaha kunaleta suluhisho, si muda wote. Muda wote kushika silaha yoyote, iwe ya moto, iwe ile ya kimila na kijadi, hakuleti suluhisho la maana. Niwaombe sana ndugu zangu wote wanaotusikiliza, amani na utulivu wa nchi yetu ni jambo la muhimu zaidi kuliko mengine yote, na hasa wakati huu wa uchaguzi. Nataka niwatoe hofu ndugu zangu wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile vya Zanzibar vimejipanga vyema kulinda nchi yetu. Sasa hutaki kishindo, kapige kura, rudi nyumbani, tulia. Tumejipanga vyema. Kwa hiyo nisisitize suala la amani na utulivu. Hakika, na hii ndiyo Zanzibar tuitakayo. Maendeleo ndugu zangu ni hatua. Tunaanza hatua ya kwanza, tunatekeleza tulipofikia, na hatua zitakuwa zinakwenda, na hakuna awamu inayomaliza maendeleo tukasema hapa tumefikia mwisho, hatuhitaji chengine. Hakuna. Tutafanya vile tutakavyojaliwa na Mungu, tutatoka na wengine watakuja kuendeleza yale ambayo sisi hatukuyamaliza. Na kwa kuwa wanadamu wa Tanzania, wa Zanzibari, tunazaana na tunakuwa, mahitaji wakati wote yapo, na kila awamu ni wajibu kutumikia mahitaji hayo ya wananchi. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana kwa ushirikiano mkubwa mliotupa Watanzania wote miaka 5 iliyopita, na ukatuwezesha kufanya mazuri na makubwa tuliyoyafanya. Ushirikiano huo huo tunaoomba mbele tunapokwenda, ili tukafanye mazuri zaidi. Pamoja na mambo mengine mengi, Zanzibar inasifika kwa utalii duniani. Ili kuyaendeleza yote hayo, ilani ya CCM imeweka mazingira maalum kuhusu Zanzibar, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwaunganisha Wazanzibari, kudumisha umoja, amani, utulivu, ushirikiano, maridhiano na uvumilivu, kujenga miundombinu ya bandari itakayounganisha Zanzibar, ikiwamo mkoa wa Kusini Unguja na Bagamoyo, kuimarisha urari wa biashara kwa uchumi wa Zanzibar kutoka 22 mwaka 2024 hadi kufikia 11.9 mwaka 2030. Hayo ni kwa uchache tu. Usikose kufuatilia kipindi hiki cha Huyu Ndiye Samia Suluhu Hassan kesho, ili kuzibaini ahadi nyingine lukuki za CCM kuhusu Zanzibar.
Na huyu ndiye Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CCM. Kazi na utu, tunazidi kusonga mbele. Akiwa ameambatana na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, akiwa ameambatana na Mama Mariam Mwinyi, Mama Fatma Karume na yeye amenyanyuka kucheza.